Ndugu mtazamaji, kama kawaida yetu tuko kwenye tour yetu, safari zetu za kutembelea shule na kuhamasisha wanafunzi. Leo tuko kwenye shule ya wasichana watupu. Yaani wewe leo ndio leo, na leo ukiangalia wanatabasamu, ukiangalia wako very active. Leo utaona mambo makubwa. Mimi naitwa Patrick Sikayinda aka Umri si kikwazo, bwana mabadiliko na mafanikio rafiki yangu yanatabirika. Yaani mafanikio unatabirika, yanatabirika. Nikisema hivi huwa na maana kama mwanafunzi alikuwa hasomi, akianza kusoma walimu wanasema huyu anaweza kafaulu safari hii. Mwanafunzi ambaye alikuwa anachelewa, alikuwa anapewa adhabu, lakini alikuwa hafui nguo vizuri, lakini sasa amebadilika, amekuwa very smart. Anafika darasani anasoma, walimu wanasema mwanangu hapa ili jembe. Ndugu mtazamaji, hata wewe ulioko huko unaangalia kipindi chetu cha Big School Show, leo tuko kwenye shule kubwa inaitwa Mikoline High School. Kwanza nashukuru uongozi wa shule kutukaribisha. Hii shule iko Viwege bwana. Unajua hujui hata shule iko wapi, iko Viwege huko. Ukifika pale Pugu alafu naenda left kwa nyuma kidogo ndio kuna shule hii. Sasa nataka kuambia hivi, leo ndio tumetua hapa na mimi kazi yangu kwanza kabisa huwa nahamasisha. Jamaa mmoja anasema without inspiration the great powers in us remain dormant. There is fuel in us that needs to be ignited by sparks. Anasema bila hamasa, uwezo ambao uko ndani ya mtu huwa unadumaa, unashindwa kufanya kazi. Anasema ndani ya mtu yapo mafuta ambayo lazima mtu mwingine aje ayawashe na cheche. Kumbe sisi leo tumetoka kule TV Tumaini, kule Tabata kule, tumekuja kuwashia cheche wanafunzi wa The Big School Mikoline High School. Kuna mwanafunzi mmoja bwana, sio mwanafunzi, ni kijana, alikuwa anapenda sana kuwa artist mkubwa, apenda kuchora na kupaka rangi. Unajua mambo ya uchoraji haya. Lakini alikuwa ni mvivu, lakini pia alikuwa anaahirisha, lakini pia anasema nitafanya. Kwa hiyo alikuwa hawezi kumiti deadline, yani hawezi kumiti siku. Kwa mfano akisema nitamaliza mwezi wa pili kwa mfano, mwisho wa mwezi alafu tarehe 28, inafika tarehe 28 wala hajaanza. Matokeo yake alikuwa hajafanya chochote kikafanikiwa, kwa sababu alikuwa anairisha, lakini pia alikuwa ni mvivu, lakini pia alikuwa anasumbuliwa na vitu vinaitwa viharibifu. Unajua viharibifu ni nini rafiki yangu? Viharibifu unatembea alafu nakuta watu wanapiga ngoma, wewe unakaa pale wakati unataka kwenda kwenye kazi yako. Hiyo ngoma ni viharibifu kwako. Au wewe unataka kusoma kitabu kama mwanafunzi wa Big School Mikoline na shule zingine zote ambazo mnatuangalia na wazazi mnatuangalia, unataka kusema ngoja niende nikasome, lakini unasema unaona kuna ngoma kule unaenda. Hivyo ni viharibifu. Viharibifu maana yake ni vile vitu ambavyo unavifanya au kukusudia na haviko kwenye mpango kazi wako, na hivyo huwezi kufikia malengo yako. Kwa hiyo kijana alikuwa na ndoto kubwa, lakini siku moja akamtembelea mzee mmoja mwenye busara, anaitwa Mr. Maya. Alipoenda pale yule kijana akamwendea akasema nataka uwe mentor, uwe mshauri wangu. Yule kijana yule mtu mwenye busara akamuuliza kwani una shida gani? Anasema mimi sifikii malengo yangu. Akasema akamtengeneza boxi la akaleta, akasema lete boxi la mbao. Akalileta boxi la mbao, alafu akamwambia sasa kwa siku lazima ugawe kwa masaa mawili, na kila kifika masaa mawili unajua kutumbukiza kitu kwenye box. Masaa mawili unakuja kutumbukiza kwenye box. Basi yule kijana ilikuwa inamsumbua sana, lakini baadaye ilikuwa kila masaa mawili anaenda kutumbukiza kitu kwenye box. Alafu baadaye baada ya masaa kuisha anavitoa vile vitu kulingana na ametupia mara ngapi. Akamwambia sasa jinsi utakavyokuwa na nidhamu katika kufanya hivi, sasa nafanya nidhamu katika mambo yako. Shughuli unazozifanya uwe na nidhamu. Yule kijana ilimsumbua sana kwa sababu viharibifu vilikuwa vingi, lakini alipenda kuahirisha, alipenda kuandamana na wanafunzi au tuseme vijana ambao hawafanyi chochote. Kwa hiyo lakini baadaye akaanza kubadilika, akaanza kuwa transformed, akaanza kuwa kijana ambaye anajua wajibu wake, na hatimaye akafika anaanza kuchora vizuri sana, na baadaye akawa anafikia kiwango akisema nitamaliza mwisho wa mwezi anamaliza, au baada ya wiki mbili anamaliza, na baadaye akapata jina likawa kubwa na watu wakamfahamu wengi, wakaanaenda kupata ushauri kutoka kwake.
ndugu mtazamaji wa Big School Show. Nafikiri story, mimi Mr. Story bwana. Nafikiri umepata kitu hapo kwamba tumejifunza nini? Kuna kitu nasema take home. Yaani tuende nacho katika darasa hili ambalo leo naongea. Umepata nini katika maongezi yangu? Moja, lazima usimamie muda wako. Ngoja nikwambie, katika kitu ambacho watu hawajui ni muda. Muda ulikuwepo, leo upo, lakini kuna wakati hautakuwepo. Na katika kitu cha thamani katika maisha ya mtu ni muda, kwa sababu muda ukiondoka huwa haurudi. Unaweza kuwa na fedha, ukafilisika ukapata zingine. Unaweza kuwa na nyumba ikaungua. Umeona nyumba zinaungua, zingine zinabomolewa, wanajenga zingine, lakini muda ukipotea, umepotea. Kumbe katika kitu ambacho kila mmoja lazima awe makini ni muda, kwamba muda lazima usimamie na muda lazima ufanyie kitu cha maana. Usikubali muda ukaenda tu, usikubali muda ukapotea. Wanafunzi wa The Big School hapa Mikoline High School lazima mjue faida ya muda. Muda ni rasilimali muhimu sana. Na watu wengi ukitaka kujua, nawaambiaga watu ukitaka kujua thamani ya muda, nenda kwenye watu wa TV au watu wenye media hawa. Anakuambia kwa sekunde kadhaa unalipa pesa nyingi sana. Wao hawapimi saa, wanapima sekunde, wanapima dakika. Sisi watu wa kawaida muda tunasema tunao, hatuna muda. Hatuna muda. Nakwambia muda ulikuwepo na leo upo, na kuna wakati utasema ningalijua. Kama haujui thamani ya muda, kaulize wazee. Wana miaka 90 wanasema Mungu ningalijua, ningerudi kuwa kijana, ningefanya hili na hili, lakini hawezi kujua. Tunaonea huruma sana, hawakujua thamani ya muda. Wanafunzi wa The Big School leo tunakuja kuambia ujue thamani ya muda. Hata wewe msikilizaji unayotusikiliza huko, ujue thamani ya muda bwana. Bila kujua thamani ya muda, utapoteza muda. Kwa hiyo ninataka kuambia kwamba ili uweze kufanikisha kusimamia muda, moja, lazima uwe na lengo. Na lengo lazima livunjwe liwe katika vipande, alafu litekelezwe pole pole. Lakini pia lazima ujue kabisa kwamba wewe ndio unayehusika kusimamia muda. Lazima ujue, kwa sababu bila kujua hauwezi. Utawezaje? Lazima ujue, na lazima uthamini muda. Muda una thamani bwana, lazima uthamini, lakini upangie malengo, kwa sababu bila malengo, huwa nasema mara nyingi kwa faida yako mtazamaji, ni sawa sana meli ambayo iko katika bahari lakini haina rada. Hauwezi kufikia malengo bwana. Mimi mwenyewe na experience. Unajua si watu wazima bwana. anasema old is gold. Sisi na uzoefu, sisi hatuambiwi juu ya maisha, tumeyaishi maisha kabisa. Tumepoteza muda sana, na watu wengi wamepoteza muda, hawana nidhamu na muda wao. Kwa kitu cha pili ni kwamba lazima uache kuahirisha. Ukisema utafanya kesho, hakuna muda. Muda uko leo. Wewe mwanafunzi unasema unataka kufanya homework, fanya leo, hakuna kesho. Kama ni sahihi, fanya sasa hivi, hakuna kesho. Ndio maana huwezi, kama kuna siku ya mtihani, uko kwenye mtihani, huwezi kusema leo mimi sijaelewa vizuri nitafanya kesho. Anambia is only today. Ni leo tu. Kwa kumbe lazima uweke vipaumbele, lakini pia lazima uache kuahirisha. Kuahirisha inavunja ndoto za mtu, inavunja fursa, inavunja kuweza kuzalisha zaidi, inaleta hofu na mashaka, kwa sababu ukichelewa unasema Mungu wangu. Kwa mfano let me say kwamba ni wakati wa mtihani bwana, tunasema okay, mwezi wa 3 kutakuwa ni mtihani au mwezi wa 4 kutakuwa mtihani, alafu mwanafunzi asome, alafu mwanafunzi siku zinaenda, mwanafunzi asome, mwanafunzi alafu anakuja jamani bado wiki 2, anaanza kuhangaika, anakuwa na stress. Kwa hiyo ukiwa na stress hauwezi kufanya vizuri, kwa sababu muda umekwenda. Ulikuwa unafikia una muda hauna. Kumbe tunataka kuambia lazima mkubali kubadilika. Hata wewe mtazamaji huko uliko, badilika. Kama nilivyobadilika mimi bwana, wewe utake usitake, mimi sipotezi muda. Kwa ni muda lazima nasoma, au kuna kitu nafanya, au nawashauri watu, au naongea na watu, au nafanya business kwenye mtandao, sipotezi muda. Wewe muda wako unautumia kwa kitu gani? Nimekwambia muda ulikuwepo. Nimekwambia kabisa, narudia mara nyingi kwa faida yako, muda ulikuwepo. Si unakumbuka Sasa ulifanya nini? Na leo bado unauchezea, bado hujajua thamani ya muda, bado unafuata viharibifu. Alafu naenda kupoteza muda kwenye bar, unaweza kupoteza muda kushangilia. Samani sana kama wanafunzi kama mnapenda kushangilia, lakini nawaambia leo kushangilia. Kama mnapenda kushangilia, sicheza usangiliwe. Tutashangilia mpaka lini? Cheza ushangiliwe. Fanya vizuri ushangiliwe.
Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba lazima uweke block time. Block time maana kusema kuanzia saa 3 mpaka saa 6 nitafanya jambo hili. Unaweza kufanya mambo mengi kwa mtindo huu. Kwa sababu hata hivyo wakati kuna mambo ya scroll, yani kuchezea simu bila block time, bila kuwa na time kwamba kuanzia saa fulani mpaka saa fulani, hauwezi kufanya kitu. Utafanyaje? Mimi nakutana na hilo nalo, lakini siku hizi nimelipiga vita sana. Nikiamka nafanya ABC, baadaye nafanya hivi, naenda mazoezi, baada hapo nasema nitasoma kwa muda fulani, baada nitafanya. Lazima ufanye namna hiyo. Lazima hata mwanafunzi anaposema nitasoma sana leo niko free, lazima upange kwamba kuanzia saa fulani mpaka saa fulani nitasoma physics. Baada hapo kutoka saa fulani mpaka saa fulani nitasoma chemistry. Yani lazima block time, lazima upange. Useme leo nasoma masomo yote. Utasoma masomo yote vipi? Kwa lazima block time na kila muda na somo lake. Lakini pia lazima, kama nilivyokuambia, lazima tuwe na malengo. Lakini bila malengo bwana huwezi kufanya kitu. Narudia tena, malengo ni muhimu sana. Kwa hiyo watu wengi wameshindwa katika maisha yao, hawajawahi kuwa na malengo. Muda ni mali. Muda utaulilia. Muda hautaupata. Nimekwambia unaweza kufilisika, lakini muda ukipotea umeondoka. Tena si kidogo, umeondoka milele. Wanafunzi wa The Big School Miko Line, na nyinyi tena ni wasichana, muangalie sana muda wenu. Muda ni una thamani kuliko unavyojua. Tumia muda kwa mambo ya msingi. Kuna kitu wanasema kuprioritize. Yani kipaumbele chako ni nini ukiwa hapa shuleni? Kipaumbele chako ni nini ukiwa hapa darasani? Je, ni kupiga story au ni kusoma? Wewe kipaumbele chako ni nini? Na kipaumbele lazima ukiweke mbele. Kukicha unajua kipaumbele changu ni hiki na hiki na hiki. Kwamba vile kipaumbele hauwezi kufanya kitu. Na watu wengi walikuwa na uwezo. Kumbuka hapa sizungumzi elimu, sizungumzi kipaji, nazungumza time management. Kusimamia muda. Unaweza kuwa na uwezo, unaweza kuwa na kipaji, unaweza kuwa umesoma, lakini haujui muda na utashindwa. Hauwezi kufanya chochote. Ndugu mtazamaji wa Big School Show, naona nimalizia hapa leo. Lakini kipindi chetu tunakijua bwana kinarushwaga Jumamosi kuanzia saa 10 ukiwa na kisimbuzi cha Azam, alafu unaenda kwenye channel 470 siku ya Jumamosi. Marudio yapo Jumanne saa 12 jioni, lakini pia na saa 8 siku ya Jumatano. Lakini kama una swali bwana, unataka kuuliza swali, unataka kuweka ka comment, unataka kusema lolote, ngoja nisome namba. Ni 0742. Hiyo namba ya Tumaini Media. 0742 77344. Hii ni message unapeleka Tumaini Media. Lakini kama unataka kusema kwangu, unasema Mr. Patrick, the program was nice, the show was good, unataka kuniambia mimi namba yangu ni 0682338556. Lakini pia ukiandika Patrick_Sikainda tukutana kwenye Instagram, na Patrick Sikainda ni Facebook. Nasema hivi, sasa mimi nimemaliza, ngoja sasa niwaulize wanafunzi wa Big School, niwaulize kama wanayo maswali. Jamani, mna maswali? Karibuni mwenye swali aje aniulize. Kutoka haya niliyoongea, haya mafupi tu na machache, je, kuna swali lolote? Karibu sana. Kwa jina naitwa Miriam Clarence Peter, ni mwanafunzi wa kidato cha pili. Nilikuwa na swali kwa yale yote ambayo alikuwa ameongea. Je, kwa mimi nitawezaje kutunza muda? Jamani, nimeuliza swali kwa niaba ya wanafunzi wengine na kwa niaba ya wanafunzi ambao mnatuangalia huko, lakini na yote unaweza kujiuliza, mimi nawezaje kutunza muda? Ndivyo anavyosema. Ili kutunza muda, kwanza lazima ufuate ratiba. Obviously wewe hauko nje ya usimamizi wa shule, lazima ufuate kanuni uliopewa na shule, maana yake kufuata muda uliopewa. That's number 1. Zile siku ambazo uko free, uko huru, ndio zinaweza kuwa changamoto. Ukasema ngoja nipumzike, ukasema ngoja mwanangu hii shule bwana kutoka asubuhi wiki nzima hii bwana nilikuwa nahangaika, ngoja nipumzike. Hapana. Ili uweze kutumia muda siku ambayo uko free, maana yake lazima upange kwamba kuanzia saa fulani nitakuwa nafua, leo ni weekend nitafua, kuanzia saa fulani nitasoma somo fulani, kuanzia saa fulani nitaenda kudiscuss na wenzangu, kuanzia saa fulani yani lazima ublock. Ukiblock namna hii unaweza kutumia muda vizuri, lakini ukiwacha ukawa huru hauwezi. Lakini pia angalia viharibifu. Achana na viharibifu kabisa, viweke pembeni.
Viharibifu nimekwambia, kupiga story, gossiping, kupiga story, kuzungumzia watu ambao wala sio kwamba unazungumzia kwa sababu wanakuhamasisha, unazungumzia tu kwa sababu ya umaarufu wao, tayari unapoteza muda. Kwa hiyo lazima viharibifu vipige chini, lakini pia lazima uairishe. Usiseme nitasoma siku nyingine, leo ndio kuna siku ya kusoma. Usiseme nitafanya homework siku nyingine, unafanya leo. Kwa lazima ufuate msukumo huo wa kufanya kitu wakati ule ule, si kesho. Hakuna kesho. Waambie, nimeshakwambia waambie watu wazima. Kuna mwaka kesho. Hamna mwaka kesho, hamna kesho. Hata wewe hapo ulikuwa form 1, leo uko form 3, leo uko form 2. Kwa useme miaka inaenda. Kwa kila mwaka una mambo yake yale ambayo yako kwenye muda huo, na mwaka huo yafanyie vizuri. Be the best in that. Katika mwaka huu ambao uko form 2, uko form 3, uko form 1, fanya vizuri. Muda huu wa mwaka ushikilie vizuri. Jamaa mmoja anasema toa matunda pale pale ulipo. Hakikisha unafanya kila bidii inayotakiwa ifanywe na mwanafunzi aliye hodari. Kuna kitabu limeandika mwanafunzi hodari. Mwanafunzi lazima hodari. Mwanafunzi hodari ndio atakuwa raia hodari pia. Kwa hiyo kuwa mtu wa kusimamia muda wako vizuri, na lazima useme mimi nimekuja kufanya nini, na yale uliyokuja kuyafanya wewe yaweke kipaumbele kwamba nalo hili, nalo hili, nalo hili. Utafika mbali sana. Kwanza ni tabia nzuri pia kuwa mtu unayetunza muda. Swali lingine? Changamoto gani mtu anapata asiyefuata muda? Ndugu mtazamaji, unasikia swali zuri sana. Nasema hivi, mtu ana muda kibao lakini hautumii muda vizuri. Huyo mtu atapata changamoto zipi? Kwamba wewe ndugu mtazamaji una muda kibao, uko nyumbani kwako, uko shuleni, kwenye shule yako uliko, wewe utumie muda vizuri. Je, utakuwa na matokeo gani? Moja, utafeli. Hautafikia malengo yako. Kama hauwezi kutumia muda vizuri, maana yake hautafanikiwa. Kama ni productivity na uzalishaji, hautafanikiwa. Maana leo wakati unafunga mashine, unafanya alafu unafunga kwanza, alafu unaenda kupiga story, alafu unarudi, uzalishaji hauwezi kukamilika, hauwezi kuwa mkubwa. Kwa mwanafunzi kama hawezi kutumia muda vizuri, hawezi kucontrol muda, hawezi kusimamia muda wake, maana yake atafeli, atashindwa kufanya homework, atashindwa kusikiliza. Wakati wa darasani atakuwa hasikilizi kwa sababu yeye wakati ule wa darasa dakika 40 ule ni muda ule umewekwa. Kama hujaweka maanani katika kusikiliza vizuri na kumwangalia mwalimu anavyofanya, basi atafeli. Kwa matokeo makubwa kwa yeyote yule, awe mfanya biashara, awe mfanya kazi, awe mwanafunzi, awe mwalimu, kama hatumii muda vizuri, uzalishaji wa lile analozalisha hautafikiwa. Lakini pia atashindwa kufanikisha, lakini itamletea aibu. Yaani wewe kama watu walikuwa nikuheshimu, alafu kila siku unafeli, watu wasema na huyu bwana achana naye huyu. Au kama ni uzalishaji ufanye vizuri, anambia huyu bwana ukimpa kazi amalizage huyu. Kwa hiyo wewe utajiletea fedheha. Fedheha inakuja kwa mtu ambaye hatumii muda vizuri. Kwa hiyo nimekwambia hakikisha unatumia muda vizuri. Kutokutumia muda vizuri kuna matokeo hasi, tena mengi. Nimetaja machache tu. Habari, kwa majina naitwa Robi Michael. Nasoma kidato cha 3, nipo hapa kuuliza swali. Je, mtu atapata faida gani endapo atafuata muda? Hilo swali zuri. Matokeo ya kazi yako yatakuwa makubwa. Kama ni uzalishaji utakuwa juu. Ili mradi pale katika muda uliopanga hauchezi. Kama unazalisha, uzalishaji utakuwa mkubwa. Lakini hata mwanafunzi kama kweli unatumia muda vizuri, maana yake utafanikiwa kuyaelewa masomo na uwezekano wa kufaulu ni mkubwa. Yani the more you take care of your time, the more you will be successful. Yani samani ndugu mtazamaji, kumbe ni kimombo. Kwamba jinsi utakavyosimamia muda ndivyo utakavyopata ufanisi wa lile jambo unalolifanya. Muda jamani ndio mama wa maisha yetu. Ndugu mtazamaji, nafikiri tumefika mwisho. Maswali yako mengi. Si wewe unaniona mimi tu, lakini ukiangalia nyuma wananyosha mikono wengi. Lakini nilikwambia namba ni 0742773444. Hii ni namba ya Tumaini Media.